kwamba ukasema kwamba kuna shutuma ambazo umetoa kwamba kuna uwezekano wa kuwepo kwa shilingi bilioni 100 ambazo zimetengwa kwa ubadhirifu ama shughuli za ufisadi. Umezungumzia kutengwa kwa shilingi bilioni 40 ambazo zimewekwa katika mfumo wa kulipa madeni ambayo haijawekwa bayana kwako wewe. Pili, umezungumzia other expenses ambazo ni shilingi bilioni 60. Tunaomba ufafanue. Jambo la kwanza ni vile ndugu wangu ameelezea pale akisema kwamba serikali haijatueleza waziwazi ni vipi ama ni mapato yetu ni yapi, kwa sababu hata ile ule mtandao ambao niliwaambia watu waangalie, ukienda pale kuna vitabu 5 vya bajeti na zote zinaangazia matumizi ya pesa. Ile mapato ya serikali haijaonyeshwa pale, imefichwa. Ndio tusijue tunachanga shilingi ngapi ama tunatarajia kuchanga shilingi ngapi kulingana na mikakati na mpangilio ya serikali. So kwangu ningependa tu kuambia kwamba ukiangalia kwenye bajeti kuna ile imeitwa other expenses. Okay. Ukiangalia kwenye tuchukue mfano hii ofisi ya rais, wameipatia shilingi bilioni 3,294,270 na shilingi 772 kwa mwaka. Lakini juu yake tena wameongeza wamesema kwa matumizi mengine, na hii bilioni 3 wameonyesha pili itatumika. Matumizi yote yameingizwa pale. Labda wamesema kuna matumizi mengine ambayo haijatajwa. Wameweka bilioni 1.4. Bilioni 1.4. So najiuliza hii ni nini hii ambayo wameweka, na hiyo ni 43% ya ile bajeti. Ukienda kwa ofisi ya Deputy President wamefanya vile vile. Wamempea bilioni 1.5 ya shilingi za Kenya, lakini wameenda tena chini wamemuongezea bilioni 1 ambayo ni 65% ya bajeti yake kama matumizi ambayo hayaeleweki. Na mimi nasema hizi pesa zote wanaweka hapa ni za wizi. Hakuna namna nyingine unaweza kuzieleza. Ndio ukipitia kwa bajeti yote ukipiga total zinakuja shilingi bilioni 52 kwa projects kadhaa tofauti. Na hizo pesa ni pesa ambazo zimewekwa hapo kwa wizi. Ukienda upande wa kulipa madeni wamefanya vile vile. Okay. Na nimeweza kuona bilioni 40 ambazo zimefichwa pale ambazo zinarudia malipo imefanywa tena inarudiwa pale. Na wanaweza kufanya kwa sababu ukiangalia ile bajeti ile vitabu 5 ni zaidi ya ukurasa 1400. So kuipitia hata mimi imenichukua karibu mwezi mzima kuipitia kuisoma. Niweze kuelewa nini inaendelea na bado naichambua kuweza kuelewa kweli wizi umefikia kiasi gani. So unaokiona tena hii mapato hii madeni wanasema hii madeni ya kukopa yenye wamekopa kwenye soko la hapa nyumbani. Okay. Unauliza hao watu ni nani anaruhusu kukopa hizi pesa? Bunge iliingilia wapi? Ndugu wangu baada hapa ameonyesha kwamba pesa wanakopa karibu kila siku wanakopa pesa. Aliwapa idhini ni nani? Ni lini walileta proposal kwa bunge wakaidhinisha endeni mkope hizo pesa? All right. As you talk about that, Honorable Mushomba, coming to you then, because under the